mwalimu jinsi alivyokuwa ameelezea kwa uchungu sana. Fikiria walimu hawa wanapowatunza hawa watoto, wazazi wengine wanafika mahali wanaona kama kwamba sasa wamepokelewa na hii sasa mtoto yule sio wa kwake, amesusa. Haitofautiani na jinsi gani mtu amejifungua mtoto kwenye machaka alafu akamwacha mtoto pale yeye akakimbia. Yaani ndio hivyo tu, na ndio kweli wenyewe ulivyo. Sasa fikiri wewe mwanao yupo kwa shuleni miaka 2, miaka 3 umemtelekeza. Hii hali ikoje? Inatofautiana nini na yule mtu ambaye amejifungua mtoto na kumwacha? Kama itaangaliwa kwa upana zaidi, inawezekana hata hao wazazi wakaangaliwa kwa upande wa pili, kwa sababu si vizuri kufanya hivi. Na hali hiyo sasa watoto wanasoma, je, ungekuwa wanalipa ada sisi walikuwa wanadaiwa milioni ya pesa. Kwa hiyo mimi binafsi sina zaidi la kuongea, ila tunawapongeza wenzetu wa risala, tuzidishe juhudi. Na mimi sasa kwa niaba ya taasisi ya BAKWATA naomba niungane na hao walimu. Ikitokea ile hali ya kwamba sasa wamefika mahali mpaka wanajichangisha, basi na mimi walipe taarifa. Nyingine lazima tuseme, je, source zetu za kufanya hili jambo tunatoa wapi wewe? Kwamba risala wana hela ya kutibu au wanafanyaje? No. Hii namna ya mfuko tulioanzisha ni mimi, wewe na mtu mwingine. Hatua za mwanzo ipo taasisi ambayo lazima tuseme kweli imetushika mkono. Nadhani kama mtu anafahamu, tuna taasisi au kampuni kubwa ndani ya nchi yetu inaitwa Asas Group, ndio ambao wametusupport kwa hatua ya kwanza, na zipo kampuni nyingine ambazo tunaendelea kufanya nazo mazungumzo, lakini kwa hatua ya kwanza Asas Group of Company ndio imeanza kutusupport. Lakini namna gani tutaendelea kushirikiana na makampuni mengine, mtu mmoja katika hizo hatua. Na huu ni mwanzo, sio kwamba hili jambo litaenda ikifika mwezi Juni basi, hapana. Sisi tuna hiyo shida ya kuangalia sana kwenye masuala ya afya. Kwa hiyo tutaendelea kuangalia namna gani, vitu gani katika hiyo afya, sio tu kutoa hizo bima. Kuna shughuli nyingi, lakini tunatengeneza hili kapu kwa sasa kuona tunaweza kujaribu au kutatua hiyo changamoto ya kimatibabu. Kwa hiyo pia kama kuna mtu anadhani kuna mataasisi mengine ambayo tunaweza tukaenda kufanya conversation nao kuona tunawezaje kuitatua changamoto hii katika jamii yetu, basi pia tunakaribisha, milango ipo wazi. Lakini pia kama kuna mtu anaweza akatoa ushauri namna gani ya kufanya huu mradi uende, pia tumefungua hiyo outreach ambayo tunaweza tukakaribisha uje ushauri zaidi. Sisi watu wetu hii ya kwanza na kufikiri tumeona tufanye hiki kitu ili tuweze kuwafikia wengine na tuweze kufanya hiko kitu. Kwa kuna budget itakayokuwa imebaki ya watoto 200+, na hili zoezi tutaenda nalo mpaka Juni 2026 tumefikia. Kupitia asasi hii ya kutoa msaada mahali hapa, tuiunge mkono. Ilipofanya ni sehemu kubwa sana. Kwa hiyo kama wadau wengine ambao mna uwezo wa kutusaidia, mna uwezo wa kuisaidia jamii, sio lazima wawepo Mazinyungu. Wengine wako mtaani, mfano na wanafunzi watatu wanatoka mtaani, ambao wanatoka nyumbani wanakuja shule. Kwa hiyo maisha, kwa sababu bweni limejaa, hawana sehemu ya kukaa. Kwa hiyo tukasema wanaokaa jirani basi wabaki tu hapo nyumbani. Kwa hiyo hata hao pia tunaweza tukawasaidia wazazi wao ili tuweze kujikwamua katika hii. Ni watoto wengi. Kwa asasi moja kama hii kufanya sehemu kubwa kama hii ni jambo la kumshukuru Mungu na kuwapongeza sana. Mungu wa mbinguni awabariki sana 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 kwa hiki mlichokifanya. Asante.